Asubuhi na mapema jua lachomoza, mkulima shambani jasho alikomi, kwa bidii na maarifa nalima, Zanzibar yetu inazidi kung'ara. Kwa jina naitwa Yunus Makami Hamis, ni mtaalamu kutoka taasisi ama jumuiya ya ZACCO, Zanzibar Green Culture Organization. Jumuiya yetu tunahusika katika masuala mazima ya kutoa taaluma kuhusiana na swala zima la kilimo, lakini pia hata ufugaji. Kiujumla tunazungumzia katika masuala mazima ya kilimo in general. Mpaka sasa taasisi yetu tumepiga hatua kubwa ambapo tumeshirikiana na taasisi mbalimbali pamoja na jumuiya mbalimbali ikiwemo sekta nzima ya kilimo, ambapo umetupa hata hili eneo kama unavyoliona kwa ajili ya kufanya ile demonstration kwa ajili ya mbegu tofauti tofauti, kuonesha namna gani ambavyo tunapanda, kupalilia, lakini pia hata kufikia katika stage ya uzalishaji. Jumuiya yetu inajihusisha katika vilimo tofauti tofauti ikiwemo katika vipengele vya mboga mboga, ambavyo tunazungumzia katika mazao ya tungule, mabiringani na mazao mengine ambayo yanaingia katika jamii ya mboga mboga. Na hapa katika eneo unavyoliona tumepanda aina ya mboga mboga ambayo tunaita kama ni eggplant. Kitaalamu tunaita kama ni African Beauty, ambayo haya ni mabiringani ambayo tumeyapanda katika eneo hili kama unavyoliona. Lengo kubwa la kupanda mabiringani katika eneo hili ni kutizama ile changamoto ambayo inakutana katika eneo hili husika. Kawaida katika hili eneo kuna historical ipo hapa, nazungumzia kwamba eneo hili linakuwa linapelekea sana kuna athari ya mnyauko kwa mazao haya sola na siai, ambayo tunazungumzia tungule pamoja na haya mabiringani. Kwa hiyo lengo la kupanda mazao haya katika eneo hili, ama lengo la kupanda zao hili katika eneo hili ni kutizama ile athari ya mnyauko katika hili eneo. Mpaka sasa kile ambacho tumekusudia katika hili eneo, yani baada ya kupanda haya mazao, tumetizama ile tunasema kwamba ni ule mnyauko ambao kitaalamu tunaita ni wilting. Katika hili eneo tumeona kwamba athari imekuwa ndogo ama athari hamna kabisa katika haya mazao. Kama tunavyotambua kwamba hizi wilting zipo za aina mbili, ambao kuna fusarium wilting pamoja na bacterial wilting. Lakini kawaida ya bacterial wilting inaanza katika stage ile ya mwanzo ya mti, ambapo mti unakuwa ile stage ya mwanzo, kama ukiona mti ukiwa unakuwa pale ndio inatokezea ile bacterial wilting. Lakini fusarium wilting inatongezea katika hii stage ya juu, tayari mtu umeshakuwa, hata pia katika sehemu ya uzalishaji kama unavyoiona hapa inakuwa inatokezea. Lakini tulichokiona mpaka sasa katika haya mazao yetu, kuanzia stage ya mwanzo mpaka stage sasa hivi tulipofikia, ile athari ya haya maradhi bado haijatokezea, na mpaka sasa hivi mazao yanakuwa vizuri. Nikija katika uanzishaji ama vipi tunaweza tukapanda ama vipi tunaanza step by step kupanda haya mazao yetu mpaka kufikia katika production. Kitu cha kwanza tutahitajika kuandaa eneo letu. Yani jambo la kwanza ni kuandaa eneo lako husika ambalo unataka kufanya huo uzalishaji ama huu uzalishaji wa hii biringani. Kitu cha kwanza tutaandaa eneo letu kwa kufanya kutengeneza matuta. Hii ndio njia nzuri ambayo tunapendekeza sana kuweza kutumia matuta, kwa sababu hii itaturahisishia sisi katika management ya hili eneo letu husika ambalo tumekusudia kupanda hivyo vitu. Baada ya kuandaa matuta yetu, tutachokifanya kitu cha pili, tutapasua matuta yetu kati kwa niaba ya kutia mbolea ya samadi. Tutaanza na mbolea ya samadi, na tunahusisha sana katika utiaji wa mbolea hapa tutumie mbolea ya mavi ya ng'ombe, kwa sababu hii ni aina ya mbolea ambayo inaweza ikaeka unyevu katika hili eneo letu, lakini pia vile vile ni nzuri kwa kutumia kwa mazao haya ambayo yanatoa matunda. Baada ya kutia mbolea yetu katika hili eneo letu husika, tuna apply water ama tunatia maji katika hili eneo ndani ya wiki moja. Tunaruhusu maji kuingia katika hili eneo. Lengo ni kufanya neutralization ya ile mbolea katika hili eneo, lakini pia kupelekea zile nutrient kuweza kuchanganyika vizuri katika lile eneo letu. Baada ya hapo ama sambamba na hapo, tunakuwa tumeatika miche yetu pembeni ama tunasema ni nursery. Kwa hiyo baada ile wiki moja kupikia katika ile stage ile, tunachukua miche yetu tunahamisha na kuja kuiatika katika eneo letu husika ama kuitia katika ile eneo letu husika. Na kawaida miche hii ama aina hii ya biringani ambayo tunaita kama ni African Beauty, tunapanda kwa spacing ya 60 kwa 60. Kwa nini tupande space ya 60 kwa 60? Lengo la kupanda space ya 60 kwa 60 ni kuonesha kwamba hili biringani letu ni aina ya biringani ambalo linatoa matawi mingi. Kwa hiyo ile space ambayo itasaidia huu mti
kuweza kunawiri vizuri na kukua vizuri. Lakini pia hata hivyo uchukuliaji wa nutrient baina ya mti mmoja na mti mwingine tumeweka katika spacing hii ili kuweza kufanya huu mti uweze kuchukua nutrient vizuri bila kufanya disturbance kwa huu mti mwingine. Pia katika matuta yetu tulivyoweka hapa tumetumia space ya mita 1 kwa mita 1 kumeachana. Hili lengo gani? Kwa sababu hii pia miti yetu inakuwa inajitawanya kwa hali kubwa sana. Kwa hiyo lengo la kuweka hivi ama hii nafasi hii ili kuweza yule mtu kuweza kupita vizuri na kufanya management kwa haraka. Baada ya hapo tunatizama katika kipengele cha management ama huduma katika hili eneo letu. Baada ya kuipanda tayari tunaiacha ndani ya wiki moja. Baada ya kuipanda baadaye tunatia mbolea ya kupandia, ambapo tunaweza kusema tukatumia mbolea ya DAP kwa ajili ya kuruhusu ule mti kuweza kufyonza vizuri ama ile mizizi kuweza kukomaa na kuingia ndani zaidi katika ardhi. Baada ya hapo tutaiacha miche yetu kuendelea ndani ya takriban wiki 2, alafu tutatia mbolea nyingine ambazo zinafuata ni mbolea ambazo zimebeba NPK kama ni Rarega na mbolea nyingine kwa ajili ya kuruhusu ule mti wetu kuweza kukua vizuri, kwa sababu ndani ya mbolea hizo kuna nitrogen ambayo itasaidia katika ukuaji wa hii miti kuweza kutoka vizuri na kutoa matawi kwa hali kubwa. Baada ya hapo tutafuata mbolea ambazo, kwa sababu mti wetu baada ya kufikia stage hiyo utakuwa unaelekea katika stage ya production. Kwa kama unaelekea katika stage ya production tutatumia mbolea ambazo zitapelekea ile production ama mazalishaji. Kwa mfano tunatumia mbolea ya MOP, ambayo hii mbolea itakuwa inatusaidia sisi mti wetu kukua, lakini pia hata kutoa yale maua kwa wingi na kuweza kupelekea production. Ukiachana na kipengele hichi cha mbolea, lakini pia tutizame namna gani tunaweza kumanage. Kawaida mti wetu kuanzia upandaji mpaka kufilikia usutiliaji kuna mashambulizi mingi sana ambayo yanatokezea katika haya miti yetu, ikiwemo ni maradhi, lakini ikiwemo pia ni wadudu. Kwa hiyo namna gani tuna control haya maradhi pamoja na wadudu? Tunachokifanya ni kutumia viuatilifu ambao tunatumia kwa ajili ya kuprotect hii miti yetu. Awali tunaanza na stage ya mwanzo tutatumia kama ni farm guard kwa mfano kwa ajili ya kuprotect hili shamba letu, kulilinda kwa baadhi ya maradhi pamoja na wadudu. Tumbuke farm guard hii ama mbolea ama dawa hizi tunazotumia hapa ni kwa ajili ya kulinda kwanza, sio kutizama ile athari baada ya kutokezea. Baada mwanzo tunalinda lile shamba kabla ya kutokezea ile athari. Kwa hiyo utatumia dawa kwa mfano ni farm guard ambayo utatumia hapa kwa ajili ya kulilinda ili eneo letu. Baada ya hapo tunafuata dawa nyingine ambazo tunatumia ikiwemo dawa za maradhi, ikiwemo kama ni hiyo ya wilting. Tunatumia dawa zile. Kawaida wilting haina dawa maalumu, lakini kulingana na kutumia baadhi ya zile dawa tunajili kwa ajili ya kuliprotect hili eneo letu, ila ili miti yetu kuweza kufika vizuri. Lakini pia miti hii huwa inashambuliwa kama unavyoona nashambuliwa na fungus. Kwa hiyo tunatumia dawa za fungus kwa ajili ya kuilinda hii miti yetu ili kuweza kufikia katika stage nzuri ya ukuaji. Lakini cha kuzingatia chengine ambacho mara nyingi huwa tunafeli ama ni changamoto nyingi ambazo zinatokezea kulingana na yale matumizi mazuri ya dawa. Je, kwa sababu inakuta mtu anatumia dawa lakini anasema still bado maradhi yapo katika haya maeneo yetu. Sasa vipi tuna protect ama tunalinda katika hali hii hapa? Tunachokifanya kwamba ule upigaji wa dawa unakuwa ni mbovu, na ndio maana inapelekea hii athari kuweza kutokezea katika haya maeneo. Tizame hatua ambazo tunaweza kutumia ili mazao yetu tupate mazao bora na kutokupotea yale mazao yetu. Kikawaida wakulima wingi tunakuwa tunakosea ama naweza kusema tunafeli katika hichi kipengele cha kumanage mazao yetu mpaka kufikia katika kupata ile product vizuri. Shida ama changamoto inakuja wapi? Changamoto inakuja kwa mambo makuu matatu, ambapo jambo la kwanza ni matumizi ya maji ama application ya maji katika maeneo yetu, yani namna ya utiaji wa maji katika eneo letu. Lakini kitu cha pili ni matumizi ya mbolea, namna utumiaji wa zile mbolea ambazo tunatumia. Lakini kitu cha tatu ni matumizi ya viuatilifu ama zile dawa ambazo tunatumia shambani. Tukitizama katika kipengele cha matumizi ya maji ama kipengele cha utumiaji wa ule maji katika ile eneo, mara nyingi wakulima tunakuwa tunafeli namna gani ya kutumia yale maji katika ile eneo husika. Maji tunatakiwa tutumie pindi mti ambapo unahitaji, sio tu kila wakati ambapo tunahitajika tutumie yale maji. Kwa hiyo kama hapa tunavyoona tunamwagilia maji katika kipindi ama muda ambao tayari kuanzia saa 4 kuendelea mpaka saa 9, kwa sababu muda huu ndio mti unakuwa unahitaji maji kwa asilimia kubwa ili kuweza kuendeleza zile production. Lakini pia katika matumiaji ya mbolea tunatumia ama tutumize zile mbolea kwa mpangilio, kwa sababu
unakuta tunatumia mbolea ambapo sio sahihi, ama tunatumia mbolea katika wakati sio sahihi. Kwa hiyo hii inapelekea kupunguza ule uzalishaji ama kupata uzalishaji ambao ni mbovu. Lakini hata hivyo katika kipengele cha matumizi ya dawa ama nasema hivi viuatilifu, tunakuwa tunapiga katika muda sio sahihi. Kwa mfano tunapiga dawa katika kipindi cha mchana, ama kwa mfano tunapiga dawa sivyo vile inavyohitajika. Kwa hiyo hii hupelekea kupunguza ama ile production ya hili zao husika. Kwa hiyo ili tuweze kufikia katika production nzuri, tunatakiwa tutumie vizuri matumizi ya maji, lakini pia matumizi ya mbolea tutumie kwa vizuri na wakati sahihi, lakini pia tutumie vile viuatilifu ama zile dawa tupige katika wakati sahihi na kupiga katika hali iliyokuwa nzuri. Sasa tujiulize ni kwa nini tusipande kupitia hali ya kawaida, lakini tupande kupitia matuta. Lengo kubwa tunapanda kupitia matuta, kitu cha kwanza ni kurahisisha zile management kwa yule bwana shamba ama yule mhusika katika shambani. Tunapokuwa tumepanda kwa matuta, hii inamrahisisha bwana shamba kuweza kufanya management kiurahisi zaidi. Kwa mfano kama unavyoniona mimi hapa, napita katika eneo hili bila kuleta athari yoyote katika mti wowote. Kwa hiyo hii inanisaidia mimi kama nitakuwa nahitaji kutia mbolea, itakuwa ni urahisi kwangu mimi bila kuleta athari yoyote katika huo mti. Lakini pia kama nitakuwa nahitaji kupiga dawa, kwa hii itakuwa kwangu mimi ni urahisi zaidi bila kuleta athari yoyote kwa mti kuweza kupiga dawa, na pia kuleta athari kwangu mimi kuweza kupiga dawa. Lakini kama tutapanda kikawaida hivi, tukapanda kawaida, hii itakuwa kwetu sisi ni shida kuweza kufanya management. Lakini pia hata kwa mfano baadhi ya maeneo ambayo kidogo panatunduama kwa maji, inakuwa ni shida kwamba yale maji yanaingia na kupelekea kuoza kwa ile mizizi ya mti na kupelekea kuathirika kwa ile miti kabisa na kuto kupata ile product iliyokuwa sahihi. Kama tunavyoiona hii mbegu yetu ambayo ya biringani tunaita kama ni African Beauty F1. Hii biringani yetu kawaida inachukua siku 70 mpaka 75 kuweza kukomaa. Na inamaanisha kuanzia upandaji mpaka kufikia katika stage kuanza kuvuna ni kuanzia siku 70 mpaka 75. Mpaka hapo unaweza ukaendelea na siku zikaendelea na ukavuna ukaendelea, inategemea na ile management yako ambayo utakuwa unafanya. Kwa hiyo ndani ya siku kuanzia upandaji mpaka kufikia ukuaji tunatumia siku 70 mpaka 75. Tukija katika kipengele cha uvunaji, vipi tunaweza kuvuna ama nasema vipi tunafanya ile harvesting na kufanya post harvesting katika hili zao letu la biringani. Baada ya kufikia ama tunasema kama ni maturity ama kufikia ile stage ya kuvuna hili biringani letu katika hili eneo letu, tayari tunakuja kwa ajili ya kuvuna. Kwa mfano kama unaona biringani baadhi yao tayari zinakaribia. Kwa kama ikifikia katika stage tayari ya kuvunwa, tutakuja sisi direct kulikamata biringani letu hapa kwa kutumia tutatumia ni kisu au kifaa kingine chochote ambacho tutatumia kwa ajili ya kukata hili biringani. Tunachokifanya hapa tunakata lile biringani, tunasio mti wote. Ni tayari hapo. Kwa hiyo tunachokifanya hapa tunakata biringani, tulikata na kuweza kuyakusanya kwa pamoja. Baada ya kuyakusanya hapo mabiringani yetu kwa pamoja, tunatumia kipolo ama mfuko kwa ajili ya kuyatia yale mabiringani yetu na kuyashindilia. Baada ya kuyatia na kuyashindilia yale mabiringani yetu, tunayapima na kujua je, tumezalisha kilogramu ngapi ndani ya siku hiyo ambayo tumevuna. Baada ya hapo tunapeleka sokoni kwa ajili ya kufanya mauzo. Asubuhi na mapema jua lachomoza, mkulima shambani jasho alikomi, kwa bidii na maarifa na elimu, Zanzibar yetu inazidi kung'aa.